Nasema miaka 10 ya kuwaongoza wachezaji wenzangu kama nahodha. Tushike hapo, miaka 10 ya kuwaongoza wachezaji wenzake kama nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania. Amejivunia kufuzu mara 3 kwenye michuano ya AFCON. Ndio mzee wangu. For sure. Kuna sehemu unamdai Mbwana Ali Samata? Kwanza kwa upande wangu niseme simdai. Na sio kwa upande wangu. Nadhani kwa wana Evening Podcast kwa jumla kwa pamoja tunaweza tukasema hatumdai. Mbali na kufuzu kwenye AFCON, lakini yeye ndo amekuwa kama moja ya kivutio cha mpira Tanzania. Nenda ulimwengu mzima, nenda Europe, nenda wapi, when talking about Samata wanajua kabisa it's from Tanzania. Legacy ya Tanzania. Tunaona ndio mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania kucheza ligi ya Uingereza, ndio mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania kucheza UEFA Champions League, so na kote kule kascore. So kwa upande wangu na kwa upande wetu nadhani hata mheshimiwa Samuel nani sisi hatumdai. Ajiuliza swali moja haraka. Reshuffling inayofanyika Captain Diego anatuacha. Pengine unadhani kwa haraka ni mchezaji gani ambaye anaweza kuwa backup sahihi kwenye kitambaa? Na kuchukua bench. Backup sahihi kwenye kitambaa. Sasa hapo inategemeana pia. Tuingilie majukumu ya kiongozi, just kwamba tunashumu. Kwa mimi kwa sasa hivi naona kwa upande wangu ningeenda zaidi na Simon Msuva kwa upande wangu, kwa kuwa bado anaendelea pia kutumikia timu ya taifa ya Tanzania. Kwa upande wangu mimi ningeona Simon Msuva anafaa kwa wakati huu, japo nadhani uongozi una maono yao kiujumla, lakini pia hata wachezaji nao, kwa sababu uongozi nao ni spirit. Sio tu kila mtu anaweza kaongoza kama jinsi alivyofanya Diego. Kwa upande wangu kwa sasa hivi nikiamshwa hata usiku naweza nikasema Simon Msuva anafaa.